Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel hii, ninaleta kwako tafakari ya neno la Mungu kwa siku ya leo kupitia kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mstari ule wa 7 hata mstari wa 9, na neno la Mungu linasomeka hivi: Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mtu wa Mungu, kitu ambacho nataka nizungumze na wewe ni kwa habari ya kutembea na matamko ya kimungu. Sa Biblia inasema Nabii Elia alijitokeza siku moja akatamka katika eneo analoishi, akasema hakutakuwa na mvua ila kwa neno lake. Na mara baada ya kutamka neno hilo, Biblia inasema neno la Mungu likamjia kusema aende katika kijito cha Kerithi. Na kijito cha Kerithi kwa Nabii Elia ilikuwa ndiyo sehemu ya kupata maisha kwa kipindi hicho. Yawezekana kijito cha Kerithi ikawa ni biashara yako, yawezekana kijito cha Kerithi ikawa ni mshahara wako ambao unakufanya uishi. Kijito cha Kerithi yawezekana ni watu wanaokusaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini Biblia inasema kile kijito cha Kerithi kikakatika, maana yake maji yaliisha wakati ambapo mvua imeacha kunyesha. Yawezekana katika maisha yako kuna milango mbalimbali ilikuwa inakufungukia, na kuna vitu ulikuwa unapata, ulikuwa unapokea, lakini mwisho wa siku unaona kama vimekata au unaona vina dalili ya kukata. Lakini ninachotaka kukuambia kwamba hata kama kijito cha Kerithi kitakatika, bado Sarepta kuna mjane wa kukutunza. Kwa hiyo Nabii Elia alitoka Kerithi mpaka Sarepta. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, katika hicho ambacho kinaweza kikakatika, bado Mungu ana neno na wewe. Kuna mahali ambapo Mungu amesema atakuweka ili uweze kufanikiwa. Na mimi nakuombea milango ifunguke tena kwako katika jina la Yesu. Amen.